Unatusikiliza kupitia 90.8 Mwangaza FM Dodoma na viunga vyake 105.0 Mwangaza FM pale Singida, Singidani. Mambo yanakuwa mazuri kwelikweli. Leo Sabasaba Day, leo siku ya maadhimisho ya lugha ya Kiswahili. Tuko nyumbani, tunazungumza vitu vingi vizuri, vile vile tumeungana na familia zetu. Watu wengi of course wamepumzika leo na mambo mengi mazuri yanaendelea huko. Tunakuuliza Jumanne ya leo, unamfundisha nini mtoto wako kuhusu pesa? Hili somo atatuelekeza vizuri na kudadafua vizuri kwelikweli Mwalimu Joyce Kisha ambaye ni mtaalamu wa malezi, lakini vile vile ni mwalimu wa vijana. Madam, habari za asubuhi. Nzuri ndugu mtangazaji. Habari ya asubuhi. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Habari za kupotea. Sabasaba Day. Yeah. Sabasaba yako imeendaje? Mimi sindo bado naianza. Okay. Bado naianza. Sawa. Lakini naomba Mungu iwe nzuri zaidi. Sawa. Tunamshukuru Mungu. Lakini yule anaye anatufuatilia vile vile iwe nzuri kwake pia. Sawa. Na natamani usogelee microphone hapo. Sawa. Na uanze moja kwa moja kutufafanulia tunachokizungumza leo. Sawa. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya safari hii ambayo amenipatia ya utumishi kwa jamii kupitia hii Radio Mwangaza. Ni Mwalimu Joyce Kisha, nafikiri wengi mnanifahamu. Mimi sio mgeni mahala hapa, mimi ni mwalimu wa vijana. Niko kwenye social media, niko pia wanafanya makongamano na pia kupitia radio hii, Radio Mwangaza 90.8 huwa nafika mahala hapa kuelimisha jamii hasa kwenye eneo la malezi kwa ujumla. Niende moja kwa moja kama nilivyoruhusiwa ndugu mtangazaji kwamba niseme na wazazi, lakini pia nitasema sio wazazi tu, nitasema na vijana, hata watu wazima. Kwenye mtazamo wa mzazi kuhusu pesa, mtazamo wa mzazi, wewe ni mzazi na watoto wako hapo, unatazamaje unatazamaje kuhusu pesa? Na pia unamwambia nini mtoto kuhusu pesa? Unamweleza nini mtoto kuhusu pesa? Kuna nime note majibu kwa sababu ilikwenda on air kwamba wazazi wameulizwa hili swali mapema. Nashukuru sana kwa mchango yenu, lakini pia mimi nachukua mzazi mmoja anaitwa mama Imani, lakini kuna mwingine juu yake alisema habari ya siku za sasa hivi. Huyu ndio amenianzishia topiki yangu sasa, kwa sababu ameongea vitu ambavyo mimi nilikuwa nataka nianze navyo, kwamba kihistoria pesa kama coin, kama shilingi au karatasi haikuwepo. Watu walikuwa wanabadilishana vitu, lakini ili kuiweka sawa na watu waweze kuaccess vitu, kwa sababu it was like mahindi yanabadilishana na mtama, lakini sehemu ambazo hakuna mahindi wala mtama walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanatumia labda zana za vyuma, majembe, mikuki. Lakini baadaye ikaonekana hapana, kwa nini tusitengeneze kitu ambacho kitakwenda kutumika dunia nzima? Na ndipo ikatengenezwa pesa. Sasa ikaenda sisi wakati wetu. Ninaposema wakati wetu nafikiri mnaelewa. Mimi sio mtoto sana, ni mtu mzima. Wakati wetu pesa haikuwa na kipaumbele sana. Mimi nakumbuka nilikuwa nikipewa pesa wakati nikienda Sunday school Jumapili, na yenyewe unapewa hela kidogo tu kwenda kutoa sadaka, na wakati mwingine baba anasema sina. Kwa hiyo pesa ilikuwa kwenye mtu mmoja tu au wawili, baba au mama. Hata ukitaka pesa unaomba, yani unaomba na wengine unanyimwa, na hata ukinyimwa maisha yanaendelea. Lakini kuna mzazi hapa akasema kizazi cha sasa kinashika pesa hata mtoto akiwa darasa la pili. Akatoa mfano kwamba mtoto, kwa mfano, usipompa buku maana yake shilingi 1000, right mtangazaji? Akienda nayo shuleni, asipokwenda nayo atakuja kukuambia mama nimekopa. Huyu mzazi kanimpress sana. Mama nimekopa au baba nimekopa, na mnabidi mrudishe hela kwa rafiki yangu. Na siku nyingine anakuambia watoto wenzangu wanakuja na hela shuleni, lakini mimi sipewi hela. Kwa hiyo sasa tunakwenda wapi? Tunakwenda kwamba kila mtoto sasa hivi ana uwezo wa kumiliki hela.
Kila mtoto sasa hivi ana uwezo wa kumiliki nini? Hela. Kwa hiyo wale wazazi wanaosema kwamba kuna mzazi amesema kwamba mimi namwambia mtoto wangu asome kwanza, pesa baadaye. Naomba mzazi upanue kidogo mawazo, upanue kidogo wigo. Sasa hivi mtoto hata akiwa shuleni ana pesa, anatakiwa awe na pesa kwa sababu ya nature ya maisha. Na sasa tunaenda kwenye teknolojia ambapo sasa hivi pesa inabadilika. Ilikuwa ni shilingi, ilikuwa coin hizi pesa za visenti. Sasa hivi imekuwa sasa ni pesa, ikaingia noti. Hizi noti, sawa? Noti ya 10,000, 5,000. Sasa hivi imeingia kwenye kitu kinaitwa e-cash. Yaani tunaweka pesa mfumo wa kidigitali. Unaweza ukakaa na bilioni 1 kwenye simu yako bila kwenda benki, bila kwenda wapi, na ukawa una draw tu unatumia. Kwa hiyo sasa hivi tunakwenda kwenye e-cash ambayo ni pesa ya kidigitali, ambayo sasa hiyo pesa hata mtoto anaweza kuimiliki kwenye simu yake. Wazazi tunawapa watoto simu, tunawapatia watoto wetu simu. Kwenye simu mtoto anaweza akaweka hata shilingi zake 10,000, usijua ana shilingi ngapi na ametumiaje. Kwa hiyo ujumla wa yote, kuna wazazi wamesema watoto wanaijua pesa hata wasipofundishwa. Sawa, ni kweli wanaijua pesa hata wasipofundishwa, lakini kuna njia bora ya kumfundisha mtoto ambao labda hatukufundishwa na sisi. Kuna wazazi wengine, na mimi nikiwemo, kuna kipindi mimi nilikuwa na tabia ya kila nikipata pesa naitumia kulingana na nilivyoipata. Siangalii kuwekeza wala nini, lakini kaja kujiangalia kwamba elimu yangu ya fedha, elimu yangu ya pesa sikufundishwa tangu nikiwa mdogo. Na ndipo sasa nakuja na pointi kwamba pamoja kwamba kuna elimu za msingi. Unajua watoto wanaenda shule ya msingi, wanafundishwa kuhesabu, wanafundishwa kuimba, wanafundishwa kuchora. Hii elimu ya pesa na yenyewe tuiweke kama elimu ya msingi, lakini sio lazima ifundishwe kwenye shule tu. Sisi kama wazazi tuichukue kama sehemu ya elimu, ifundishwe nyumbani. Tufundishe watoto wetu jinsi tunavyofundisha ile wanaita elimu ya nyumbani. Mtoto kuoga, kupiga mswaki, kujua kujipaka mafuta, kutandika kitanda chake. Na kumbuka nishafundisha huko nyuma zile domestic skills, elimu za nyumbani. Mama mtoto mfundishe kulingana na mazingira yaliyopo. Kama mnachota maji, mfundishe kuchota maji. Kama ni kudeki, usimwache dada adeki peke yake, kwa sababu baadaye anakwenda kuishi peke yake au anakwenda kuishi kwenye jamii. Sasa na hii elimu ya pesa mimi naileta kwa mzazi leo, na yenyewe mzazi jibidishe kumfundisha mtoto wako elimu hii. Kwa sababu huyu mzazi aliyesema kwamba watoto wanaijua pesa hata wasipofundishwa, je, anajua matumizi mazuri ya pesa? Je, anajua pesa inatafutwaje? Je, anajua kwamba pesa hiyo isipotumika vizuri inaweza kuwa na uangamivu? Je, anajua kwamba pesa hiyo anaweza akaiwekeza baadaye ikamsaidia, na njia za kuwekeza ni zipi? Je, anajua kwamba pesa hiyo anaweza kaigawanya mara 2, 3 na akapata sehemu ya kumtolea Mungu kama sehemu ya kumwabudu Mungu ili aweze kumbariki na kumpa tabia njema? Kwa hiyo hivi vitu kama tunavyofundisha watoto wakati tunafanya homework nao, lakini pia tuwafundishe tunapowapatia pesa, tuwafundishe njia nzuri ya kumiliki pesa. Sasa mimi niliuliza swali, na topic iliuliza swali, je, unamwambia nini mtoto kuhusu pesa? Kuna kitu huwa unamwambia mtoto kuhusu pesa. Kuna wazazi hapa wamenifurahisha, anamwambia mtoto soma kwanza, pesa baadaye. Mzazi mwingine amesema hapa akasema, mimi namwambia mtoto tafuta pesa, sisi humu ndani elimu huwa sio kitu cha msingi. Ni mtazamo, kwa sababu unatengeneza familia yako kulingana na unavyotaka. Lakini yote katika yote, kufundisha mtoto misingi mizuri ya pesa ni muhimu sana. Kuna mzazi hapa ameongelea akasema elimu ya pesa inatakiwa kwa watu wote. Wawe wazee, kwa sababu mzee sana staafu. Amestaafu, ni mstaafu, anapata kinua mgongo chake. Asipopata elimu ya pesa ataitumia vibaya. Kuna vijana ambao vijana wetu tunawapa pocket money, tunawapa pesa yao ya kujikimu wanapokwenda mashuleni. Inabidi wafundishwe pesa. Kuna wale ambao sasa wametoka mashuleni wanaanza kutafuta kazi.
Inabidi nao wafundishwe kuhusu pesa, ili wasio kaingia katika mitego ya kutafuta njia ambazo ni haramu wakanani. Lakini kuna wale ambao wanaanza kazi, namna gani mshahara wake wa kwanza, lakini kuna wale ambao wanaanza familia. Unaona, watoto vijana wanaoanza kujenga familia, anapata mtoto wa kwanza, namna gani. Lakini hao wote ni wanakuwa kutoka kwenye utoto. Msingi unaomwekea mtoto kuhusu pesa akiwa mdogo ndio unakwenda kujengeka huko baadaye, utamsaidia asije akajifunza kwenye njia ngumu. Waingereza wanasema ine hard way, akapata pesa akachanganyikiwa. Nafikiri tunajua. Lakini pia ikawa kuna watu ambao ni matajiri, ndugu mtangazaji, akifariki tu, baada ya muda biashara, pesa zinapotea zote. Kwa nini? Sio miujiza, ni kwamba wale watoto hawakuwa connected, hawakuunganishwa na zile pesa zilizoko katika familia, hawakuunganishwa kujua vyanzo vya mapato. Walikuwa wanapewa pesa za kutumia, lakini hawapewi pesa na kufundishwa jinsi ya kuzitunza. Unakuta watoto wanagawana benki, wanagawana nini, mirathi, wakishamaliza wote wanakuwa maskini. Huyu ananunua magari, huyu anakwenda kufanya nini, kwa sababu hawana msingi mzuri. Kwa hiyo haijalishi una pesa kiasi gani. Hapa siongelei watu wenye, najua wazazi wengi tunamiliki hata 10,000, 20,000 na tunawapa watoto wetu shilingi 1,000 kila siku. Kuna mzazi amesema hapa, je, ukimpa 1,000 unaongea nini na huyo mtoto kuhusu 1,000 uliyompa? Sasa mimi nimekuja hapa ndani ya hiki kitu, nimekuja na baadhi ya mambo ya kuongea wazazi ya kufanya. Sawa ndugu mtangazaji, kuna mambo ambayo kuhusiana na fedha ndio unatakiwa kumfundisha mtoto. Jambo la kwanza, mfundishe mtoto pesa inatafutwa. Mfundishe mtoto pesa inatafutwa. Sawa? Pesa inatafutwa. Kuna wazazi ambao wao wanawapenda watoto sana, lakini watoto hawajui, hawana mahusiano na huyo mzazi, pesa anaipataje. Kuondoa watu wanaopata pesa kwa njia ambazo labda sio sawa sawa. Lakini kwa mfano, wewe huwa unafuga kuku 1,000, ukifika Disemba unauza kuku ukiandaa kumlipia mtoto ada. Hivi huyo mtoto ana uhusiano gani na hiyo mifugo akiwa likizo? Je, anajua kwamba unauza shilingi ngapi? Je, unaingiza kiasi gani kwenye mtaji wake kununua mbegu, kununua mashudu, kununua chakula cha kuku, kununua dawa, kumlipa daktari, kubeba hizo tray za mayai, kupeleka supermarket, kupeleka kwenye maduka mpaka akapata hela ukaweka mezani, mwanangu leo tumepata 500,000, hii hapa 500,000 tunakwenda kuitumia kulipa ada. Lazima mtoto ajue kwamba pesa inatafutwa. Pesa haikingiwi tu mikono. Pesa hii unamwepushia nini? Kuwa tegemezi. Ndio. Kwa sababu huwa nasema na kipindi ile nyuma kwamba mtoto wa leo ni mlezi wako wa kesho. Wewe unavyoona kila siku unasherehekea birthday, unazeeka. Sawa? Ukifika huna nguvu, ukifika unaumwa, mtoto atakutunzaje? Labda huna nguvu za kufuga kuku, huna nguvu za kwenda shambani. Mtoto haendagi shambani. Wewe ni kulima alizeti, kumaliza kuvuna, unaweka kwenye gala, unatafuta soko ili mtoto apate nini? Ada. Lakini mtoto hajui hata shamba linafananaje. Nimesema hiyo mifano kwa sababu tuko katika area ya wakulima. Dodoma, Singida, najua Singida wanatusikiliza sana. Kule Itigi wapi, Morogoro. Naongea hayo mifano hiyo ambayo iko hai, ambayo tunaitumia kupata pesa. Mwanao lazima awe na muunganiko mzuri na kutafuta pesa. Wenzetu kuna taifa moja, sitalisema ili nisiye nikaonekana na wapigia chepeo. Wao wanawafundisha watoto wao, kwa sababu wao ni fanya biashara. Wanawapeleka watoto wao kwenye maduka. Saa ambayo mtoto anatoka shule, anapoteza kama masaa mawili, anamfuata baba yake mama yake dukani, anamfundisha, ana balance vitabu akiwa anaona, anauza. Ni makabila tunayo hapa, lakini pia kuna mataifa fulani ambao mtoto wao anajua biashara ya baba yao, biashara ya mama. Lakini sisi
Watanzania wa Afrika wengi tukishapata pesa hatutaki watoto wetu wapate shida, hatuwafundishi utafutaji. Jambo la pili, mfundishe mtoto matumizi mazuri ya pesa. Kuna mzazi amesema habari ya kwamba anasema kwamba mtoto anapata buku kila siku. Hebu siku moja kaa mezani, mfundishe mtoto kuvunjavunja hiyo buku, alafu atoe mrejesho matumizi, amenunua nini, na kama amebakisha chenji uione. Kwa nini? Buku sio hela kubwa, nimesema buku tu, lakini unaweza ukampa hata 10,000. Mfundishe hata ile formula ya 30 30 30 10. 30 kutumia, 30 kusave, 30 emergency, 10 kutoa sadaka. Mtoto usimpe sadaka. Kama unampa kila siku 1,100, mfundishe kubakisha shilingi 100, kwamba Jumapili au Ijumaa ataenda msikitini au ataenda kanisani. Sijui wazazi hapo tunaelewana. Mfundishe mtoto jinsi ya kusave. Kusave sio mpaka uwe na hela nyingi. Nifundisha mambo ya vibubu hapa. Kuna vitu kwenye mabenki wanaviita pigi what sijui. Ni vibubu fulani hivi. Mfundishe kwamba kila pesa anayoipata ajifunze kukonya kidogo tu, hata shilingi 50 akupe umweke, au aweke atoboe sehemu. Mimi nakumbuka nilikuwa natoboa, si mnafahamu ile dawa za mbwe zile rungu au ndio, ile ikiisha kabisa, ukitoboa kwa kisu kule nyuma, sio kule mbele, kule nyuma. Coin zinaingia vizuri sana. Na coin hizo zinaingia. Mtoto akiweka 50,000 I mean sio 50,000, shilingi 50,000 kutoka kwenye ile buku, akikuwekesha Disemba mnakata kile kitu. Mshakata, mnahesabu, mnapeleka kwenye watu wa change, wanawachenjia, unamuonyesha mtoto kitu alichokipata. Na unaweza kupitia hiyo hela ukamtengenezea account. Sio vitu vya kizungu hivyo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Dunia inabadilika. Mzazi amesema mtoto hata usipomfundisha anajua hela. Watoto hata akiwa tumboni, akiwa mdogo, mtoto analia, ukichukua shilingi 10,000 kumpatia ananyamaza. Mtoto mdogo tu, miezi 3, 4, 5. Ni kwa sababu ile akili iko connected na pesa. Hatuwezi kuwazima watoto wetu pesa, lakini tuwape elimu kuhusu pesa. Jambo jingine ambalo mimi binafsi nimeliona, anza kumwelekeza saving. Kama nilivyosema, mimi wana 30 10, yani 30% 30% na 10. Maana yake pesa ikiwa shilingi 1,000, si yote ni 100%. Unamwambia akate 30% kwa ajili ya matumizi, 30% kwa ajili ya kusevu, kupeleka kwenye kibubu, 30% kwa emergency, 10% kwa ajili ya sadaka. Wote tunajua kwamba 10%, hata Ibrahimu alitufundisha kwa habari ya kutoa sadaka fungu la 10. Alafu pia je, mwanao anafahamu anavyopata fedha, kazi, kilimo? Anafahamu kwamba sio njia zote zinazoonekana ndio njia pekee za kupata pesa. Kwa nini nasema hivyo? Tuna vijana wengi sasa hivi wanafanya bahati nasibu. Sio mbaya, kwa sababu hata serikali yetu imeruhusu kufanya kwa age kuanzia 18 kwenda juu. Lakini ndani ya yule kijana anakuwa ana ile mentality ya kwamba anataka kupata pesa za haraka. Pesa za, yani kutoka upesi, kutoka haraka. Hicho kitu kipo sana, mchongo wa pesa. Utasikia tu mara kwa mara inapita katikati ya vijana, mchongo wa pesa. Hii sasa ndani yao inajenga uvivu wa kufanya kazi kwa bidii. Inajenga uvivu wa kutafuta pesa kwa njia zingine ambazo inawezekana ni ngumu sana na zinahitaji subira. Vijana wanazikimbia kwa sababu ya hizi njia za haraka haraka. Mfundishe mtoto njia zingine za kupata pesa, ikiwemo kilimo, ikiwemo kuuza, kutengeneza vitu na kuuza kwa kazi ya mikono, kutengeneza visheti, kutengeneza nini, ikiwemo yani njia za jasho ambazo hata wewe mzazi wako alikufundisha. Usiseme watoto wa siku hizi hawawezi, yani watoto wa siku hizi hawezi kufuata hata dukani. Akishinda tu kidogo anataka umnunulie chips, umnunulie nini. Usimnunulie. Kama unashinda njaa unakunywa maji, mwambie tutakula nyumbani. Mfundishe mtoto boldness, ule ujasiri. Kuna mzazi hapa akasema habari ya watoto wa kiume na wa kike. Anasema jinsi unavyofundisha mtoto wa kike ni tofauti na wa kiume. Mimi nakubaliana au sikubaliani kwa maana ya aina ya njia za kupata pesa.
Kila mmoja unaweza kumwangalia jinsi alivyo na akafuta. Lakini kuna wanawake mimi nimeona wanaendesha daladala, kuna wanawake nimeona wanaendesha mitambo mikubwa, unaona kuna wanawake, kuna binti mmoja ananiimpress sana. Yeye ameingia kwenye kilimo cha mpunga pamoja na kuuza mpunga. Sasa hivi anakusanya wanawake, nafikiri mnamfahamu. Kuna binti mmoja yuko sana kwenye mtandao. Yeye ni binti mdogo tu, lakini mpaka sasa hivi anakusanya wanawake kuwapeleka kujifunza kupata masoko ya mchele. Ni binti. Kwa nini? Ukija ku trace back, yule mtoto kafundishwa, au mama yake alikuwa analima, au baba yake alikuwa analima, au nani. Kwa hiyo mfundishe mtoto njia mbadala, njia mbalimbali za kupata pesa. Lakini sasa unaniuliza swali, je, kama sijui hizo njia inakuwaje? Ndio linakuja lile swali la mtu anasema kwamba pesa kutafuta, hii elimu ya pesa tunatakiwa tujifunze sisi wote, wazazi na nini. Mimi nakwenda kwenye msingi kwa sababu ni mwalimu anayejenga msingi. Mimi Mungu alinipa hii huduma kujenga msingi kuanzia chini kuhusu mambo ya malezi kwa mtoto. Huko baadaye tutaangalia baadaye. Huko baadaye utajua wewe mwenyewe, you will learn in a hard way. Lakini ujue kwamba mtoto akikaa hajui njia mbadala, anajua kwamba baba huwa analeta hela, mama huwa analeta hela, hajui pesa zinapatikana vipi, hata wewe mwenyewe kumjengea msingi unampoteza, kwa sababu akifika kule ataingia kwenye njia sio kwa sawa sawa. Mimi mwalimu pia nafundisha mambo ya mahusiano. Mabinti wengi nikiwauliza wanataka vijana wenye pesa. Mtu anakuambia mtu kama hana hela, hapana. Lakini huwa nawafundisha kwamba pesa zinatokana na mipango. Kijana asiyekuwa na vision, asiyekuwa na mpango, asiyekuwa na maono, huyo ndo mbaya zaidi kuliko mwenye pesa. Sawa, hatujui kazipata wapi. Wewe angalia maono yake, je, yanaweza kuzalisha pesa? Maono ya yule kijana. Sasa hapa nimerudi kidogo kwa mabinti na vijana, kwamba lazima ujue mnapoingia kwenye mahusiano, maono yenu yanakwenda kuwapeleka sehemu. Unaona? Anaweza kuwa hana pesa, anavaa suruali moja hilo na t-shirt na anafua kila siku, unaona kila mkikutana unaona kabisa amevaa nguo ile, lakini ana mambo makubwa. Ana maono ya kuwa na mashamba makubwa, matrekta, manini, unasema yes, huyu tunaweza kwenda wote. Ana maono ya kufuga, ana maono ya kunenepesha mifugo, lakini hajapata tu mtaji. Huyo ndo mtu wa kung'ang'ania. Lakini mtu ambaye wewe unataka pesa tu, na hii imewapeleka vijana. Tena naongea kwa mabinti mlioko chuoni, pesa sio ya bure. Hata mtu akupe milioni 50, mwisho wa siku you gonna pay, utalipia hiyo pesa kwa namna moja au nyingine. Usipende pesa ya bure. Okay, huko nimekwenda by the way. Bado najenga msingi. Msingi mwingine, angalia wewe kama mzazi, ni wakati gani wa kumpatia mtoto pesa na sababu gani? Tunaishi katika kizazi ambacho mtoto akilia tu kidogo, unataka nini? Nataka kwenda kununua pipi, unampa. Unataka nini? Haulizi. Hata ukimpa labda siku ya sikukuu umempa mtoto 10,000. Sikukuu unampa 10,000. Anakwenda mtoto anashikilia ice cream, anashikilia huku andazi, umuulizi, hivi mbona matumizi yako ya pesa sio mazuri? Wewe unaona kwamba ndo umempenda mtoto. Angalia sababu za kumpa mtoto pesa. Je, zinamjenga au zinamharibu? Je, ni wakati gani unampa pesa? Alafu angalia jinsi anavyoitumia. Adhabu moja hapo ambao unaweza ukaitumia kwa mtoto ni kumnyima pesa anapokuwa ametumia vibaya. Unamwambia, sikiliza, tunatumia 10,000 kwa wiki. Wewe siku ya 3 umemaliza pesa, umetumiaje? Basi adhabu yako, sikupi pesa nyingine mpaka kesho atakuwa na adhabu ya pesa. Mimi ndugu mtangazaji, nimeongea hayo kwa kufungua uwanja. Na kama mzazi una uwezo wa kutafuta darasa la namna ya matumizi mazuri ya pesa na namna ya kuwekea watoto wako, mimi hapa naongea na wafungua tu mawazo, nenda kajifunze. Pesa sasa hivi inakwenda kwenye digital world, inakwenda kwenye mambo ya kimtandao. Hatuna tena mambo ya kushika noti. Hatuna tena, yanakwenda yanaisha. Hebu niambie hapo kwenye simu yako umeweka hela. Unaweza ukanunua kimtandao, unaweza ukauza kimtandao, unaweza ukatoa change kimtandao. Fikiria miaka 10 ijayo. Je, mtoto wako anayemiliki simu utaweza kumsaidiaje ili asiwe na ile hali ya matumizi mabaya ya pesa? Kwa sababu anazo kwenye simu, wewe huzioni kwa mkono. Unashtukia tu milioni 1 imeondoka.
milioni ngapi? Imeondoka. Kama haukumpa msingi mzuri, pesa inakwenda kumwendesha. Sasa niongee kwa vijana, naongea haraka haraka, niongee kwa vijana ambao sasa hivi mnajitafuta. Usikimbize pesa, usifukuzie pesa, tengeneza. Of course mimi sio mtaalamu sana wa kufundisha mambo ya hela, lakini nasema vitu ambavyo mimi mwenyewe vimenisaidia. Usifukuze pesa. Maana yake ni nini? Epuka kutumikia pesa ili upate pesa kidogo kama mshahara. Sizuii kuajiriwa, lakini hata ukiajiriwa, tengeneza mianya ambayo itakuwa mifereji ya pesa, hata usipokuwa na huo mfereji mkubwa. Mifereji ya pesa. Sasa mzazi, mifereji ya pesa ni pamoja na kumfundisha mtoto wako ufugaji, kumfundisha mtoto wako kufungua kibanda, kumfundisha mtoto wako kuuza vitu, kujitolea akaenda kwa jirani kuomba hela pesa kufyeka. Ukamfundisha mtoto kwamba hata kuosha magari ni mfereji wa pesa. Sawa? Tunafukuza sana pesa, na ndio kinachotufanya tukae sehemu moja tukisubiri ajira za kuajiriwa. Sio vibaya kufanya kazi kwa Wahindi, sio vibaya kufanya kazi serikalini, sio vibaya kufanya kazi kwenye shirika, sio vibaya, lakini jifunze kutengeneza mifereji, pesa ikutafute kwa huduma ulio nayo. Kila mtu ana jinsi alivyoumbwa. Mimi najua tuna vijana wengi, ndugu mtangazaji, tuna vijana wengi sana ambao wana karama na vipawa, lakini hawataki kufanya. Mimi nawapongeza hata wanaokuwa MC. Muda wake wa ziada anafanya kazi ya MC. Kwa sababu ana karama ya ucheshi. Unaona? Ametafuta mfereji mwingine. Mzazi, jifunze kukuza vipawa vya watoto wenu. Ukiona kitoto kinapenda sana kitu fulani, hebu jitahidi anapokuwa likizo mtafutie nani. Sio kwamba ni wazungu tu ndo wana cultivate karama za watoto wao. Hata sisi tunaweza. Ukiona mtoto ana kitu, anapenda kufuma, anapenda kusuka, anapenda kufanya nini, mtengenezee namna nyingine, mifereji mingine. Kusuka kunalipa. Mimi na uhakika kusuka kunalipa, kwa sababu mimi naangalia hela ninayoitumia kutengeneza nywele kwa mwezi. Nasema huyu msusi angekuwa amejitengenezea sehemu yake, namfuata, angekuwa analipa vizuri. Kusuka hakutaki hata mtaji wake ni mikononi. No. Kufuma kunalipa. Kupika vitafunio, kupika chakula kunalipa. Watu mpaka sasa hivi wanalia kupata chakula safi kisichokuwa na contamination. Wanakosa. Mikahawa mingi mtu anasema mimi nikila chakula fulani tumbo linaniuma. Lakini ukijipambanua ukaanza kutengeneza chakula unapeleka kwenye mawizara, unapeleka kwenye nini? Of course inahitaji connection or what. Lakini ukijua kupika, ujue kwamba hiyo ni skill, hiyo ni maarifa ambayo hayataondoka kwako. Lakini wazazi wangapi mnapikisha wasichana wa kazi? Wenyewe wanapata elimu. Mimi nina mabinti wanakujaga pale kwangu, anajua sana kutengeneza chipsi, anajua sana kutengeneza nini. Namuuliza, sema nilijifunza nilipokuwa naishi na mama fulani. Nenda kwa mama fulani usikie. Muulize kama watu wake wanajua kupika chipsi. Amna. Dada ameondoka na ujuzi wake. Unaona? Kwa hiyo vitu vya namna hiyo nawafundisha vijana kwamba usikimbize pesa, fanya miradi, ufanya channel ili pesa siku moja ikufate. Watu wakutafute kwa elimu ulio nayo, consultation, watu wakutafute kwa ujuzi ulio nao. Mimi pale nyumbani kwangu, ndugu mtangazaji, natasika sana na vijana wakuja kunitengenezea bustani. Kila mtu anayekuja anachemka. Kutengeneza pavement. Kila mtu anayekuja anachemka. Nasema hivi, kwa nini kijana asitoke hapa akaenda pale VETA akajifunza short course ya kutengeneza bustani? Watu wengi wanataka bustani zao zitengenezeke, lakini hakuna mtu wa kutengeneza. Plus me, hata mimi mwenyewe sikufundishwa. Unaona? Niko mainstream. Mimi nasema nitafanya hivi, nitafanya hivi. Kwa hiyo katika hayo yote, mzazi, mimi nasema kwamba mfundishe mtoto wako, unaona? Na wewe mwenyewe ujifunze. Na kijana ujifunze kuwa na chaneli mbalimbali za kutafuta pesa. Pesa inatafutwa lakini kupitia miradi mbalimbali. Sawa, naitwa Mwalimu Joyce, kisha anazungumza na kutufundisha. Unamfundisha nini mtoto wako kuhusu pesa? Unamwambia nini mtoto wako kuhusu pesa? Tunalizungumza Jumanne ya leo. Mambo mengi mazuri umeyasikia hapa. Dakika zinakwenda kweli kweli. Tutaangalia kama muda utatosha, nadhani tutasummarize. Kama hautotosha
tutaiweka tena sehemu ya pili, elimu hii kuwa pana zaidi. Muda huu ni muda wa kuangalia nini wewe unachokisema ama nini ambacho umetuandikia kupitia 0735787820, lakini una fursa vile vile ya kusikika sauti yako ili Mwalimu Joyce kisha vile vile aweze kusikia. Kama una lolote la kuuliza, lolote vile vile la kuhakikisha kwamba unalichangia na kushiriki mjadala wetu wa leo, tumeuweka kwa anwani ya unamfundisha nini, unamwambia nini mtoto wako. Sawa. Mama Zamda kutoka Itigi, namwambia mwanangu asome kwanza atapata tabu. Nauliza, kama mtoto ana tabia za ajabu ajabu, hatunzi pesa, natakiwa ni mdhibiti vipi? Sawa. Teddy kutoka Bihawana, tuko pamoja Kakamiki. Mimi nasikiliza tu na kuelewa mambo mengi ambayo yanayozungumzwa hapo, baadaye nitauliza. Sawa. Halo. Sawa, 0735787820 unaweza kujaribu tena. Na kama mtandao unakusumbua vile vile unaweza ukatuandikia. Halo. Habari za asubuhi tena, karibu. Sisi tumtafute kwa muda ili tujue mambo mengi, maana tunataka vitu vingi kujifunza kutoka kwake. Sawa, mchango wako, karibu. Asante. Mimi mchango wangu niona tu hapo kwenye bustani kidogo, nilikuwa nataka nifundishe namna ya kupanda matikiti hivi, maana huku kuna maji mengi, naona vijana kidogo wamelalala sana, maana kuna sehemu hapa nimemuelewa kidogo, nilikuwa nataka nifundishe. Sawa. Asante kwa uelewa wako mzuri asubuhi ya leo. Anasema pesa ni tamu mno. Anaitwa Jaki kutokea maeneo ya Kikuyu. Huwa anamwambia mtoto wangu ashike elimu, pesa zitamfuata tu baadaye. Yuda alimuuliza Yesu pia Delila alipewa pesa kwa tukio la Samson. Madam hili unalijua? Ameuliza hivyo. Halo. Halo. Habari za asubuhi, karibu. Habari za asubuhi nzuri, karibu kwa mchango wako, na kama una swali dilete. Asante sana. Kwa majina naitwa Rama kutoka Itigi Mlikili. Kwa wale wangu pesa wanatakiwa wajifunze kutumia pesa. Maana pesa hizi tunatafuta, lakini na watoto nao pia wanahitaji pesa. Mtoto bila pesa na hataki kwenda shuleni. Anaitwa Norman kutokea Gurungu. Anasema mimi mwanangu namuhusia asome na akili akomae, halafu pesa itamfuata. Iko kama pombe, hairuhusiwi kutumia na watoto wenye umri chini ya miaka 18. Mfano wake ni pesa na utoto ni marufuku. Mimi mwanangu tunapigizana kelele kila siku, anapenda awe anashikashika pesa, lakini huwa sipendi mpaka afikishe umri wa miaka 18. Tano Selemani anatusikiliza, anasema mimi naona pesa inawaathiri sana watoto wa kike kuanzia umri wa miaka 13. Tunaona hapa ukutana naye njiani anakuambia shikamo naomba pesa, shikamo naomba pesa. Unajiuliza huyu mtoto, je, anafunzwa kwao? Akikutana na wavuta bangi, je, itakuwaje? Halo, habari za asubuhi. Salama tu, habari ya leo? Nzuri, karibu kwenye mjadala wetu. Naitwa Julius Maige, nipo Itigi Kihanju. Nimeisikia mambo ya pesa. Pesa inahitaji elimu pana sana sana, tena sana mno, kwa sababu pesa kwanza haitaki mazoea. Kweli unaweza ukaipata, ni afadhali ukajua kuitafuta kuliko kuitumia. Kinachotuangusha kabisa katika watoto wetu, wanajua kutumia pesa lakini kutafuta hawajui. Matokeo yake wanaenda kukurupuka kwenye njia ambazo si halali za kupata pesa. Kwa mfano, watoto wa kike kuuza miili yao, wa kiume wizi, udokozi. Kwa hiyo kwa upande wa watoto ni afadhali kuwafundisha
kutafuta pesa, sio kutumia. Tunapowapa vihela vichache vichache wanapoenda shule, ina maana pale tu wanajifunza kutumia, kununua vitu vidogo vidogo, maandazi nini. Matokeo yake ndio hayo, kiasi kwamba hata masomo anashindwa kusoma sababu umemnyima pesa. Amezoea tu kutumia pesa, lakini kuitafuta ajue. Pesa inahitaji elimu sana. Asante. Asante sana na kutakia asubuhi njema. Festo Baba Glory anasema namshukuru kumekucha salama, amani itakuwepo. Asante sana. Anasema katika wanawake huyu wa kwanza namtafutia zawadi popote alipo Mwalimu Joyce, nitakuletea zawadi yako. Gerard kutokea Kiteponi, kiukweli huyu mama nimemuelewa sana, na mimi naomba uendelee kumwalika kwa elimu zaidi. Sawa. Jackson Moses anasema napenda somo la leo, ni somo zuri na mwanangu yupo anasikiliza na nimemwambia anukuu kwenye kitabu chake. Anasema mtoto asome kwanza, pesa atapata baadaye. Ukiona mtoto anataka pesa ujue huyo ni ana roho ya kijambazi. Anaitwa Ndite, anatuandikia anasema huyo mama anafaa sana kutupatia elimu hiyo, maana watoto wanakimbilia sana pesa. Je, huwa ana mikutano? Anauliza hivyo. Mimi Joseph kutokea maeneo ya Kikuyu, naomba darasa la kutunza watoto wenye tabia za hovyo. Haya, sawa. Halo, habari za asubuhi. Salamu za mamko. Nzuri, karibu sana. Hello. Asante. Haya, asante. Muda umekwenda kwelikweli. Tuna dakika chache tu za kufanya summarize kuhusiana na hili ambalo tumelizungumza, lakini vile vile watu ambacho wamekisema na kutuambia asubuhi ya leo. Karibu sana Mwalimu Joyce Kesha. Asante sana ndugu mtangazaji. Nimesikiliza, maswali ni mazuri, kumbe somo limeeleweka. Kweli pesa ni kitu muhimu sana, lakini wote wazazi wameongea. Mimi narudi pale pale kwamba hatuwezi kukwepa, yaani ni kama kuzuia maji kwa mkono. Maji ya mto unayazuia kwa mkono. Hatuwezi kuzuia pesa kwa watoto wetu na malezi. Yaani hivi vitu sasa hivi vinaendana. Naomba wazazi mfahamu kwamba tunahitaji kujikita sana katika kujifunza jinsi ya kuweka msingi wa fedha kwa watoto wetu, bila kuangalia una kiasi gani, unampa kiasi gani au unamnyima. Kuna mzazi hapa kasema neno zuri sana. Sasa unakutana na kitoto kinakuambia naomba pesa, naomba pesa. Okay. Lakini huyo mtoto nyumbani, mzazi anasema mimi simpagi mtoto wangu pesa. Anaanza kusema shikamoo, naomba kwamba pesa niombe. Ni kwa sababu wenzake wanaomzunguka sawa, wana pesa. Hilo moja. Jambo la pili, kuna mzazi kasema habari ya kwamba mtoto wangu namwambia asome kwanza, sitaki kumfundisha pesa yangu mpaka afikishe miaka 18. Lakini anampa simu huyo mzazi huyo. Mtoto ana access ya simu akiwa likizo, anaangalia TV. Ina maana huyo mtoto unamwekea mawazo mengi ambao anaweza kufanya maamuzi hata ya kuibia, kwa sababu anavyofundishwa shule, anavyoona kwenye mitandao ya kijamii, anavyoona ni kwamba anahitaji kumiliki pesa, anahitaji kuwa na elimu ya pesa, anahitaji kujua jinsi ya kununua, na hata akiuza anahitaji kujua hiyo pesa inakaaje, kwa sababu ulimwengu tunaoenda, kama nilivyokuambia mama, tunaoenda pesa inabadilika, hata namna ya kuiweka. Mtoto wako anaweza kawa na milioni 1 kwenye simu yake na usifahamu, na akapewa na watu wabaya na akaendelea kutumia. Kwa hiyo tuende na nyakati, na wakati huo tunaweka misingi. Yale ambayo hatukufanyiwa sisi, mimi nimewambia, mimi tulikuwa tunapewa hela ya sadaka tu. Yaani Sunday school ndo tunapewa sadaka, baba anakupa labda shilingi 10 shilingi ngapi, unakwenda kutoa sadaka na anajua kabisa itaisha. Lakini habari ya kukaa na hela mfukoni, unachapwa. Hela umeitoa wapi? Umeiba. Kwa hiyo, lakini sasa hivi ikoje? Ukienda shule, sister anakuambia, hizi shule za anakuambia leta pocket money ya mtoto, tunamwekea hapa kwenye tunatunza. Kila Ijumaa tunawaruhusia kuchukua hela kwenda kununua nini? Soda. Ni matumizi. Kwa hiyo, mimi ningependa wazazi wote kwa pamoja, hiki tukichukue kama ni elimu ya msingi. Jinsi unavyomfundisha mtoto jinsi ya kujisugua mgongoni anapokuwa anaoga,
jinsi unamfundisha mtoto kulingana na mazingira uliopo, unamfundisha mtoto vitu mbalimbali vya nyumbani, asiye kama mjinga, asiye kama mzigo. Hebu mfundishe elimu ya fedha. Hamna jinsi, hautakwepa. Usiseme watoto wangu siwapi pesa, watu wengine wanapenda pesa sana, sio nani. Hiyo haitakusaidia huko baadaye. Mtoto atakuja kuharibikiwa. Kupenda pesa ni nini madam, kwa Kiswahili kirahisi? Huyu anapenda pesa, huyu mtoto anapenda sana pesa. Anapenda sana pesa. Huyu mtoto ukimwonyesha tu pesa hivyo anachanganyikiwa, anavurugika. Ukitaka umdanganye mpe pesa. Watoto tunapowakuza ina maana gani? Okay. Mimi labda naweza nikapanua kidogo. Kupenda ni kama hiyo pesa inaweza ikampelekea kufanya maamuzi fulani katika maisha yake. Yaani anapenda pesa. Pesa ina muunganiko mkubwa na yeye kwenye furaha yake, Okay. kwenye chuki yake, Okay. kwenye kuwa na yani kutulia. Unaona? Yaani kwamba akiona kuna watu sio watoto tu, kuna watu ambao akibakisha shilingi milioni 2 kwenye benki, ukikutana na yeye anakupita. Sijakuona. Anawaza. Wakati mimi nipa milioni 2 sasa hivi haka. Sio unaona? Kupenda pesa ni wakati pesa inakuwa sehemu ya wewe kuwa katika hali fulani kwenye maisha. Inakucontrol kwa kila kitu. Ya kimaamuzi, furaha, chuki, jinsi unavyotoa huduma. Sawa? Kwa mfano kuna mtu ambaye yeye bila kumpa chochote hawezi kuhudumia. Huyo anapenda pesa. Sio upendo mzuri, ni kwamba pesa imekuwa sehemu ya maisha yake. Akiambiwa fulani na ni kitu kibaya. Kwamba bila hiki sikupatii huduma yangu, ni vibaya. Ni kibaya. Okay. Na wazazi wanaosema mtoto anapenda sana pesa wanakuwa wanaongea in a negative way. Okay. Lakini pia kupenda pesa sio kitu kibaya. Okay. Kupenda pesa ukawa na njia sahihi ya kutafuta pia ni kitu kizuri. Okay. Kwa hiyo watoto wapende pesa, lakini wafundishe jinsi ya kuicontrol pesa. Okay. Yeah, na nimesema pale mwanzoni kwamba tengeneza mirija ya pesa. Maana yake ni kwamba na support wale wazazi wanaosema mtoto asome kwanza. Na support kwa hiyo concept kwamba yani elimu iwe sehemu ya mrija wa kupata pesa. Na elimu sio lazima kusoma form 5 form 6. Elimu ya kufuga kuku ni elimu. Okay. Sawa? Elimu ya kupika chapati ni elimu. Elimu ya kutengeneza simu ni elimu. Mtoto akijifunza kutengeneza simu, wewe unafikiri mwenzako? Nani ambaye simu yake haijai kuharibika hapa? Hata mimi kwangu ilivunjika kioo hapa. Unaona? Lakini pia kusaidia vitu vidogo vya social media. Kwamba mama ukitaka kupiga simu Ulaya, unafanya hivi. Elimu. Kwa hiyo ninaposema elimu, mzazi apanue sana elimu, atengeze kama mrija wa mtoto kupata pesa. Lakini tusiwazuie watoto pesa. Tusiwazuie watoto kujua pesa. Hata ukimzuia atajua. Ni sawa na kumzuia simu. Matumizi ya simu, mfundishe matumizi bora ya simu, sio kumzuia simu. Akiipata ataingia mpaka huko kwenye mapicha mabaya, kwa sababu ana kiu. Yaani ana kiu kile ambacho wenzake wanafanya. Na mtoto huwezi kumtoa kwenye jamii. Mtoto yuko kwenye jamii. Kwa hiyo mfundishe njia bora ya pesa, ya kuitumia pesa, ya kuicontrol pesa, ya utafutaji wa pesa na kuinvest na kusave. Fundishe mtoto. Asante madam, mambo ni mengi kweli. Tutaangalia kama tunaweza tukaifanya sehemu ya pili, sawa, lakini kwa sasa natamani tuweze kuishia hapa na kukumbusha tu tumezungumza na kujadili namna bora ama jinsi ambavyo unaweza kumfundisha mtoto wako na kumwambia kuhusiana na pesa. Mambo mengi mazuri umeyasema, na kushukuru wewe ambaye umeungana na sisi kuanzia majira yale ambayo tumeanza kuyazungumza mazungumzo haya mpaka sasa hivi tunatamatika. Asante kwa wote ambao mmetupigia simu. Shukrani vile ambao mmetuma message. Ziko nyingi kweli ambao hatujapata muda wa kuweza kuzipitia kutokana na time kuweza kutubana zaidi. Yote kwa yote, tukumbuke leo ni siku kuu holiday hapa nchini Tanzania. Tunasherehekea siku kuu ya Sabasaba, wafanyakazi ama uchumi kwa ujumla wake, maonyesho